Halo? Mimi naitwa Nelka. Sijui wewe nani mwenzangu? Ndio. Ya, ni kweli. Samani, wewe umejuaje? Na umesema umepatikana wapi? Basi sawa, sawa. Mimi nakuja. Mkuu, nimeitikia wito wako. Tumeshapoteza muda sana. Inabidi tusiendelee kupoteza muda. Natakiwa tufanye kazi kwa ubunifu tuweze kuimaliza. Hivyo, inabidi tumalize kazi haraka sana. Nitafanya kama unavyotaka. Sifa, nataka kuongea na mara moja. Keti hapo. Sifa. Abe kaka. Kuna jambo mimi nimelipata. Kuna mtu amenipigia simu na kuniambia mambo ambayo amenipatia mshtuko. Nadhani nyumbani hapa tupo wawili. Nataka nikuulize kitu. Mwanaume gani ambaye umetengeneza mahusiano naye? Hapana kaka. Sina mwanaume yote ninayetembea naye. Lakini mdogo wangu, naomba unisikilize kwa makini. Hii wakati ambao tunaoishi sio nzuri kwa sababu yetu. Inabidi tuwe makini zaidi sana wewe, kwa sababu kuna watu wabaya wanakutafuta, na usipojirekebisha ama usipofanya angalisho unaweza ukapoteza uzima wako. Ningali na haja ya kuishi na wewe. Nakupenda sana mdogo wangu. Kuanzia leo unapotamani kutoka nyumbani hapa, naomba unishirikishe. Nijue unaenda wapi na unarudi muda gani. Nilitamani nikwambie tu hivyo. Unaweza kuendelea na kazi zako. Sawa. Habari. Ndio mimi mama Tanki. Mimi
Mwanangu, nimekuota usiku. Tena nimekuota vibaya sana. Leo asubuhi nakuona. Na bahati sana mwanangu. Mzee, ndoto gani ambayo umeota kuhusu mimi? Utaenda kufikia kuna mambo mabaya sana yanakuja mbeleni. Wala nisielewi. Na mabaya gani ambayo umeona kuhusu hiyo ndoto? Kuna vita vinakuja mbeleni. Lakini mwanangu nitakwambia. Mwanangu Talki, haiwezekani, haiwezekani mwanangu. Mwanangu. Nitakutafuta kwa wakati wangu. Mzee, mimi nimekuja hapa kwa sababu pia nimechanganyikiwa sana na kuna jambo ambalo mimi nimeambiwa kuhusu wewe. Na ninajua kuna siri ambayo najua kuhusu wazazi wako. Hebu nakuomba niambie ukweli mzee wangu, usinifiche chochote. Kiukweli kuna jambo mimi nafahamu kuhusu mimi. Lakini nikikwambia sasa hivi mimi nitapoteza uhai wangu. Wewe nenda mwanangu, nitakutafuta kwa wakati wangu. Mzee, mimi nimetoka nyumbani na nimekuja hapa tu kwa sababu ya kutafuta wewe. Nadhani muda ni muda mzuri ambao unaweza kuniambia chochote. Mzee, mimi mtu mzima na siwezi nikatoa siri yoyote. Hebu nakuomba niambie mzee wangu. Niambie ukweli, usinifiche. Mwanangu, wewe leta tu. Mimi nitakutafuta kwa wakati wangu. Hata mimi najisikia vibaya sana. Ndoto ndizo utamii. Kwa hiyo wewe nenda nyumbani, nitakutafuta. Sawa basi. Haya, asante sana. Samahani kwa kuchelewesha. Tumeahidiana tufike hapa mapema sana. Unajua kabisa mimi natoka ile kule nyumbani kwa kuibia. Sijamwaga hata kakaangu. Si unajua tena. Kwa kazi naona ifuatilia, kwa hiyo ndo nimemaliza sasa hivi. Sawa. Mimi nimekuja hapa kwa lengo moja tu. Kuna kitu nataka niongee na wewe. Kuna mtu amempigia kaka simu, akampa taarifa kuwa mimi na wewe tuna mahusiano. Nataka kuniambia kaka amegundua kila kitu. Inavyoonekana kakaangu hajajua. Ila amepewa tu hiyo taarifa na sijui ni nani alompa taarifa hiyo. Basi wewe niachie hili. Nitalishughulikia mwenyewe. Yaani naogopa sana. Maana kakaangu akija kujua, sijui kitatokea nini. Wewe usijali. Lakini nitani ukumbushe. Usisahau mpango wetu wa kesho. Mama Taliki. Mama Taliki.
Ni nani wewe? We mama, unajifanya una hekima na busara, lakini hekima yako si kitu, si chochote. Na nilikuonya juu ya kupita katika njia zangu, lakini bado tu unaendelea kunifuatilia. Sasa nataka nikupe taarifa. Mtoto wako Tariq tayari nimeshampoteza. Neema, unajua mimi nazidi kuchanganyikiwa sana. Kuna mambo yanazidi kuendelea ndani ya mtaa yetu, yaani mpaka nimevurugwa, nazungusha kichwa, nimechoka. Nimesikia tena kuna mtu ambaye ametokea na amevaa kanzu nyeusi, na yule mtu ni mwanamke, naye ameanza kuua watu. Unajua nimechoka kweli. Na imepita siku kadhaa, nilikuwa kwa yule mzee Shamu. Unajua yule mzee Shamu, kuna mambo ambayo alijaribu kuniambia, nikajaribu kuyatafakari. Kikweli mimi siamini. Lakini mpenzi wangu, hivi aliyekwambia unaamini kweli au ni ndoto? Maana mimi nishakuzoea kwenye ndoto. Yaani yangelikuwa ndoto mimi ningekwambia, lakini wewe unaokuambia sio ndoto, ila ni live. Tena bila chenga kabisa, live. Ina maana wewe ndio mchawi uliomuua mwanangu? Amekukosea nini mwanangu? Usitaki kujua alichonikosera, wakati tayari unafahamu kila kitu juu ya tabia ya mtoto wako. Sasa hata wewe pia bado unaendelea kunifuatilia. Leo nimekuja mbele yako kukufundisha adabu. Hapana, hapana. Kwa nini uniunie mwanangu? Ndio hivyo. Yaani Yule mzee alikuwa anakuja. Yule mzee tulikuwa tunazungumza, ila alikuwa ananiambia tu inabidi nimfuate nyumbani kwa sababu kuna jambo ambalo natakiwa niambie. Sasa hapo yaani haya mambo yote yanayoendelea, yule mzee ndo anahusika. Yaani yule mzee ni mchawi. Una uhakika? Kabisa, yaani yule. Hapa tunazunguka kote, kumbe ni yule, sio ndoto mpenzi wangu. Kweli kabisa ni yule. Kwani hapa tuongee afa atoke? Neema, wewe nisikilize vizuri. Yule ni mzee ambaye ameishi miaka nyingi sana na ana historia nyingi ya hii mtaa yetu. Nelka, yule mzee ni hatari kwa afya ya hapa mtaani. Okay, tokana yale tumeshazungumzia, ila mengine tutafuatilia polepole. Mimi kwa taarifa fupi tu nitaka nikwambie kwamba naomba kesho ujiandae, kwa sababu inabidi tuanze ndoa yetu rasmi, sio tena kushima mtaani. Sawa? Kama ni vita tulipigana wote, kama ni machozi tulilia wote, na leo ni furaha tunacheka wote. Mapenzi yetu hayataisha milele yo. Follow Fatime.
leo tunaishi ndoto tulioyota jana. Vololo Fratine, leo tunaishi ndoto tulioyota jana. Melkanafo yako kaka? Salama. Inaonekana mtu mwenye mawazo sana. Hapana, mimi nipo sawa. Hapana, upo sawa. Mimi naona na ninajua nini unachokiwaza. Unawakumbuka wazazi wako waliofariki. Kwa nini unapenda kuchunguza hizo kuhusu? Na kuona sana unafuatilia mambo ya watu. Wewe anakusa. Unajifanya una hekima sana. Sasa hiyo hekima yako itakutokea puani. Mwanangu, nikwambie kitu. Usichukijua sawa na usikuagiza. Mimi sifuatilii maisha ya watu, sifuatilii mambo ya watu. Ukikaa ukilijua. Nashukuru kwa kuniambia hilo au kuniuliza hilo. Sio, umenielewa? Oh. Kwa hiyo wewe rafiki yako kaburi. Unajuaje? Mimi nina elimu ya kumsoma mtu kinachomsumbua. Kwa hiyo mimi nitaweza kuwa msaada kwako. Yupo mtu atakutatulia hizo shida zako huko unapokwenda. Kama hutojali twende. Kaka, uko serious mambo yako? Niko serious. Na yupo mtu atakusaidia. Kama uko tayari twende. Unajipeleka mwenye kuzimu na utaenda. Kama unataka kwenda, utaenda. Alafu mahusiano yangu na mambo yangu hayakuhusu. Si unanielewa? Kama unataka kunipeleka kuzimu, itakuwa faida yangu, hasara kwake. Si unanielewa?
kuna binti anajifanya kuzama kwenye mapenzi, na hayo mapenzi si ya kweli. Kuna kitu ndani yake kimeficha, anataka kulipiza kisasi. Msikie mwanangu, mimi mzee Mshamu niko hapa kwa kuzungumza ukweli, na ukweli wangu utanipeleka sehemu salama, si vinginevyo. Sijui mnielewa? Kuwa makini mzee, utaangamia. Mbona sikuelewi? Kuna kitu umepoteza au? Mimi kulikuwa na kazi ambayo sitakiwa nifanye nyumbani na nilikuwa nimeshasahau. Kwa hiyo nakuomba tusitishe kwanza safari ya kwenda huko, tuonane baadaye. Kimeacha majeraha moyoni, jibu langu kimevunja urafiki wa zamani. Tulikimbiza hasira, tukaacha upendo nyuma. Leo tunalia majivu ya ndoto zilizoteketea. Usiache chuki kujenge nyumba, usiache hasira